Leo naleteni tena past tenses. Ina watoto wanne. Wa kwanza, simple past tense, tendo lililopita la kawaida. Ya pili ni past continuous tense, tendo lililopita linaloendelea. La tatu ni past perfect tense, ni tendo timilifu lililopita. La nne ni past perfect continuous tense, tendo lililopita timilifu linaloendelea. Haya matendo yako manne. Sasa tukianza kuchambua ili uongee vizuri, lazima ufuate haya matendo. Mfano, simple past tense, sentensi yake inasemaje? I went to school, nilienda shuleni. I wrote the book, niliandika kitabu. I walked to school, nilitembea shuleni. I made a chair, nilitengeneza kiti. I opened the door, nilifungua mlango. Hayo ndio maneno ya simple past tense. Hayahitaji vitu vingine, yanahitaji subject pronoun na main verbs. Tumemaliza. Tukija kwenye past continuous tense, sentence zake nasemaje? I was going to school, ina kitenzi kisaidizi kinaitwa help verb. Waliosoma Kiswahili vizuri watajua. Was ilikuwa. I was to school, nilikuwa naenda shuleni. I was writing this letter, nilikuwa naandika barua. I was seeing you, nilikuwa nakuona. They were coming, walikuwa nakuja. They were going, walikuwa naondoka. You were taking, ulikuwa unachukua. You were laughing, ulikuwa unacheka. We were sitting here, tulikuwa tumekaa hapa. Maana hivyo inakuja kwenye umoja. She was writing here, alikuwa anaandika hapa. He was going to school, alikuwa anaenda shuleni. Vizuri sana ni maana. Wala uhangaika wala umizi kichwa. Kiswahili na Kiingereza vinaivana. It was moving, kilikuwa kinasogea. Sasa Kiingereza hicho unachotafuta dictionary na kuibana bado dictionary ndio mzizi wake. Lazima vitu vijue. Ukivijua hivi wewe una shida kuhangaika. Una shida. Ndio maana ukipata 90 Kiingereza na Kiswahili lazima utapata 90. Hakuna tofauti ya Kiingereza. Lakini tukija kwenye kitu kinaitwa past perfect tense, ili nalo ni tendo lililopita timilifu. Uwe kusikia mtu anasema nilikwisha kaa hapa. Unajua Kiswahili sasa hatuongei Kiswahili sahihi. Nilikwisha kaa hapa. Muda ulishapita. Uliondoka ushakaa hapo, ukakaa muda ukarudi tena. Kwa hiyo ulikwisha kaa hapa. Sasa ile ilikwisha ni had. I had lived here. I had lived here. Ilikwisha ishi hapa. Long time, muda mrefu. I had written this letter long time. Nilikwisha andika barua muda mrefu. I had written this book
long time, muda mrefu. I had walked this area, nilikwisha tembea eneo hili. I had see you this area, nilikwisha kuona. Hii haina umoja wala wingi. She had come here, alikwisha kuja hapa. Yaani kuna mtu ulikuwa na mojoji, mtu akaja kabla, huyu mbona muda mrefu alishaisha. Ndio nasema muda mrefu, lakini Kiswahili halisi alikwisha. You had taken money here. Kwa unafundisha ni tofauti na kuongea. Kufundisha lazima ukaze na maneno. Walimu ni wito. Ukiwa na ile nani lazima ukielewe. Kwa kitu nakijua, nafu kiongea na maana nakijua. Sentences zinazijua vizuri. Nakuja pale tena. He had moved. Alikwisha sogea. It had looked. Kilikwisha tazama. Tukiende kwenye past perfect continuous tense, tendo lililopita timilifu linaloendelea. I had been going to school. Nilikwisha kuwa ninaenda shuleni. Nilikwisha kuwa ninaenda shuleni. You had been sleeping here. Ulikwisha kuwa unalala hapa. Ulikwisha kuwa unalala hapa. Hii sentensi mnakuwa mnasema ulikwisha, maana kuna hii sentensi nyingine mbele, kuna nyingine anaweza kutegemea kule. Kwa hiyo kitu lazima mtakuwa mnakuja mpaka mtu ambaye ulikwisha fanya hiki hapa. Maana kuna kitu alikuwa anataka kifanya, lakini kile kitu kilichofanyika sasa unataka kumwambia kwamba bwana ushakifanya. Ile mbona achana nayo, weka neno sahihi. Ulikwisha sema. Ulikwisha sema maneno haya. Anarudia tena maneno ndio tunamwambia hivi, ulikwisha, you had been speaking these words. Alikwisha shakuwa anachukua pesa yake. She had been taking money. Alikwisha kuwa anachukua pesa yake. Maana pale tena anataka achukue, unakuwa unataka mkatazi. Utakutaki yule mtu ahambe, mbona alikwisha chukua? Sasa mbona hatuwezi kuweka sababu hamna weni hapa? Mtawaleteni hizo relative. Kiswahili na Kiingereza vipo, sema wewe Kiswahili unakuwa ukijui na Kiingereza. Mfano hii neno alikwisha unalijua. Lakini kwenye utakutana nalo alikwisha sema. Pengine alikuwa nani? Sio alisema kitu nani, lakini alikwisha. Haya ndo maneno ya Kiingereza yako, lakini kikubwa kabisa nataka ujue kwanza kitu kinaitwa subject pronoun na object pronoun. Subject pronoun na object pronoun. Subject pronoun I, you, they, we, she, he, it. Haya ndo maneno nani kwa Kiswahili. Haya lazima uyajue. Object pronoun ujue maana kubadilisha kutoka subject pronoun kwa object pronoun. Ya kutoka kwenye mtenda. Subject pronoun usiulize kichwa. Sasa utafuta dictionary. Hii subject pronoun ni kiwakilishi tenda. Na object pronoun ni kiwakilishi tendwa. Unahangaika nini? Aya na kutofautisha ili ukaangalia vizuri. Subject pronoun ikiwa I, kama ndo anayetenda, yule anayetenda I. Akitendwa yeye anakuwa me. You atakuwa you, abadiliki. They akitendwa anakuwa them. She akitendwa anakuwa her. He akitendwa anakuwa him.
It haibadiliki. We kitendo kwa us. Kwa leo ndo haya niwaleteni haya maneno, kwa mkae mnajua, na bado nitakuwa nawaletea vingine na vingine na vingine, viko vingi. Kwa pokeeni hiyo video, itakuja kufanya mengine na mengine na mengine. Asante.